Kujenga ni jambo gumu sana, kuharibu ni jambo jepesi. Leo hii kama si vyombo vyetu kudhibiti, yangetimia yote maovu yaliyopangwa. Kwanza gharama ya maisha leo kwa Mtanzania ingekuwa ni balaa. Kutokuaminiana ingekuwa ni balaa. Wiki tu hiyo kuweka, wiki moja siku ngapi hizo, umeona hiyo. Petroli ya 3,000 imekuwa 15,000. Inaua uchumi 100%. Waangalieni wenzetu wa Afrika ya Kaskazini kule, waliahidiwa neema ambayo walirudi nyuma 100 times. Yani kile walichokiita cha gharama iliongezeka mara 100. Ndio economic sabotage zinaweza kufanyika. Sasa tunapoweka reli, tunaweka bandari zilizoboreshwa ukanda wote wa ziwani, na wapo wengine walikuwa wanajenga na bandari zao, fufua Tazara. Sabotage. Na mimi jambo linalohusu nchi hata siogopagi. Hawa wanaofanya kazi na mikesha na wamerekruti vijana, wanalipwa. Huyo anayewalipa ana maslahi gani na Tanzania? Atarejeshaje hizo fedha? Na Watanzania amkeni, wale wenzenu wako na familia zao na watoto wao. Wakiwachochea nyinyi mkiuana, wao ndo wanalipwa zaidi. Wanalipwa zaidi. Sisi tunauana huko, wao walipwe zaidi. Wanalipwa zaidi. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla yeye kununuliwa. Hawa wanaowalipa hizi fedha wanazolipwa watarejeshaje? Wamewaahidi nini wale watu mpaka watu wape hizo fedha? Watu waambie. Wote wanalipwa, wote wanahifadhiwa, wanatunzwa, hawana shamba, wanatunzwa, wanalipwa, wanarecruit. Na baadhi ya vijana wengine wako hapo, wamewekwa hapo. Juzi tu tulikuwa tunaombana M-Pesa na mafuta hapa miamala hapa, tulikuwa tunapigana songesha juzi tu. Sasa hivi wanaweza kurecruit na vijana wengine. Ninyi amshtuki? Nani anawatunza? Nani anawatunza? Watamrejesheaje anayewatunza? Anataka kufaidika na nini na mambo ya Tanzania? Kama si gesi